Kuna baba mmoja alikuwa mfugaji wa ng'ombe, akahama na ng'ombe zake akaenda mji mwingine. Alipofika pale akawa na majirani, akiamka asubuhi anakamua maziwa anawapa majirani wote, wanafurahi. Siku moja huyu baba amefungua ng'ombe, anaenda kuwachunga, akawapitisha kwenye njia ambayo haijui bado, kumbe kuna shimo, wakadumbukia ng'ombe 5. Akaenda kwa majirani wale aliyowapa maziwa, anawaomba msaada. Maidia, viumbe vinavyoitwa watu viache hivyo hivyo. Vitakuchekea kwenye maziwa, ila kwenye shida utavijua hujui, utajua hujui. Anaomba msaada, anambia kuna nini? Ng'ombe wangu amedumbukia kwenye shimo. Wangapi? 5. Anachojibiwa, si wangekufa wote ili tufanane? Ndiyo majibu aliyojibiwa na majirani wote. 1 + 1 kwa wanadamu jibu ni 2, halibadiliki. Lakini kwa Mungu inaweza ikawa 200, inaweza ikawa 500, inaweza ikawa 1000. Wale majirani wakaitana wakasema, huyu jirani yetu tukamkomoe, tukawafukie wale ng'ombe ili asije kawatoa. Hilo wazo likapita, likaonekana ni jema. Wakaenda usiku, wamechukua machepe, wakavua mashati, wamebaki kifua wazi. Wale jamaa wanafukia ng'ombe kwenye shimo, wako bize, wamekalili 1 + 1 ni 2. Kwa Mungu inabadilika wewe. Wanamwaga mchanga kwenye shimo, ng'ombe wanajitikisa, mchanga unashuka, wanapanda juu. Mchanga unashuka, wanapanda juu. Mchanga unashuka. Baada ya muda wale ng'ombe wakatoka. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Bwana akufanyie mlango wa kutokea leo. Nasema Bwana akufanyie mlango wa kutokea leo. Sema amina kama unanielewa. Walijua wanakuzika, kumbe wanakupeleka kwenye baraka yako. Walijua wanakukimbiza, kumbe wanakusindikiza kwenye muujiza wako. Wako hapa wanaosema amina hapa. Gonga na watu 3, waambie Bwana hajamaliza kazi yake bado. Hajamaliza kazi yake bado. Ukituona tunalia, sio kwa sababu hatuna mabaya, ila tunajua Bwana hajamaliza kazi yake. Bwana hajamaliza kazi yake. Bwana hajamaliza kazi yake. Wanaokucheka leo wakutafute Bwana akimaliza kazi yake. Waliokuzalau leo wakutafute Bwana akimaliza kazi yake. Sema amina kama unanielewa.